Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo Ministry, karibu tena katika mfululizo wa masomo ambayo tumekuwa tukijifunza. Katika somo lililopita tuliweza kutazama kichwa kinachosema amri za Mungu na sikukuu ya upatanisho. Tukaona sheria ya Mungu ndiyo jukumu kuu na ndilo jukumu la msingi, ambapo majukumu mengine yote yamejengwa katika kutekeleza jukumu hilo. Tukatazama kitabu cha Mhubiri sura ya 12 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema hii ndiyo jumla ya mambo au maneno yote ambayo yamekwisha sikiwa, ya kwamba mche Mungu nao uzishike amri zake, kwa maana kwa ujumla huu ndio wajibu wote umpasao mwanadamu. Lakini pia tukapiga hatua, tukatazama katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 11 na mstari wa 19. Neno la Mungu linasema kisha hekalu lililoko mbinguni likafunguliwa na sanduku lake la agano likaonekana ndani ya hekalu lake. Tukaona hekalu lilikuwa lina vyumba viwili. Chumba cha kwanza ni patakatifu na chumba cha pili ni patakatifu patakatifu, na sanduku la agano lilikuwa linapatikana ndani ya patakatifu patakatifu, ambamo Kristo aliingia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 kwa ajili ya kukamilisha kazi ya mwisho katika wokovu wa mwanadamu, ambao ni kumalizia kazi ya kurejesha. Kwa hiyo tukatazama ndani ya patakatifu patakatifu kulikuwa kuna sanduku la agano, ambapo ndani yake kulikuwa kuna vibao viwili vya mawe, ambapo vibao hivi viwili vilikuwa vimeandikwa sheria takatifu ya Mungu, yaani amri 10, ambao ni mwongozo wa mwanadamu. Na tukaona amri hizi lazima tuzishike kwa upendo, sio kwa kulazimishwa, kwa sababu tulitazama kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 5 na wa 6. Neno la Mungu linasema kwa maana tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani, ambayo imani hiyo inatenda kazi kwa upendo. Kwa hiyo haya majukumu tukaona msingi wa kuyatekeleza ni upendo, kwa sababu hata msingi wa serikali ya Mungu umejengwa katika upendo, na upendo huu tulitazama ndiyo sheria ya Mungu, kwa sababu tulisoma pia katika kitabu cha Warumi sura ya 13 mstari wa 10, pendo alimfanyia jirani tendo baya, basi pendo ndiyo utimilifu wa sheria. Na unapotazama katika kitabu cha Kolosai 3:14, neno la Mungu linasema zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, kwa sababu ndio kifungo cha ukamilifu. Lakini pia tukatazama katika kitabu cha Ufunuo Yohana, ujumbe wa malaika yule wa 3, Ufunuo Yohana sura ya 14 mstari wa 12, neno la Mungu linasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Kwa hiyo tukaona pasipo Yesu hatuwezi tukazishika amri za Mungu, lazima tujenge imani kwake, kwa sababu tulipotenda dhambi, baba yetu wa kwanza Adamu alipotenda dhambi, unaposoma kitabu cha Warumi sura ya 5 anasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Na ulimwengu unaozungumza hapo haujumuishi malimwengu mengine yote, lakini uwakilisha dunia yetu. Tafsiri sahihi, kwa mtu mmoja dhambi iliingia duniani, sio ulimwenguni. Kwa hiyo Adamu alipotenda dhambi, uzao wake wote ulikuwa chini ya sheria, ulikuwa chini ya dhambi, kwa sababu dhambi ni uasi wa sheria ya Mungu na ulistahili mauti. Lakini Kristo akaja akalipa bei ya mauti na kutupatia nguvu ya kushika sheria, kwa sababu bila imani ya Yesu, bila kuwa na imani kwake na kupokea haki yake, hatutaweza kuzishika amri za Mungu takatifu. Lakini pia tukatazama imani hiyo ya Yesu pia uwakilisha uzoefu ambao Kristo alipitia, kwa sababu sisi Waadventista wa Sabato tunaenda kuishi katika kipindi ambapo hakutakuwa na muombezi katika hekalu la mbinguni. Kwa hiyo sasa, kabla ya muda Jumapili kutangaza katika nchi ya Marekani, au kabla ya kufa, lazima tuwe tuna uzoefu wa kushika amri za Mungu bila kuwa na muombezi katika hekalu la mbinguni. Hiyo ndio imani ya Yesu, na aliweza pia kuidhihirisha, na ndiyo iliyokuwa nguvu kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu, kwa sababu kabla ya wakati huo, kabla ya Yesu kuja kuishi hapa duniani na kufa mwaka wa 31 BK, tulitazama katika masomo yaliyopita hakukuwa na wokovu wala nguvu, kwa sababu hakupatikana mwanadamu ambaye aliishi maisha makamilifu pasipokuwa na muombezi kwa kuzishika amri za Mungu kuanzia utoto wake hadi kifo chake bila kutenda dhambi. Kwa hiyo tuliona huu ndio wajibu mkuu. Lakini pia hata unapotazama katika kitabu cha Mathayo, fungua pamoja nami katika kitabu cha Injili ya Mathayo
Ni kisa ambacho tumekisikia mara kwa mara. Unapoangalia kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 19, Injili ya Mathayo sura ya 19, nitasoma mstari wa 16 na kuendelea. Neno la Mungu linasema, na tazama, mtu mmoja akamwendea akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Mstari wa 17 akamwambia, kwani kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja, lakini ukitaka kuingia katika uzima zishike amri. Na tunaangalia kumbe kushika amri za Mungu ni kumjua Mungu. Tulitazama katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 3 unaposema, na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye ikiwa tunazishika amri zake. Na unapotazama kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 17 mstari wa 3, neno la Mungu linasema, na uzima wa milele ndio huu, wa kujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Na Yesu alimjibu kijana huyu nini? Akamwambia, lakini ukitaka kuingia katika uzima ni kumjua Mungu, kuzishika amri. Hapa Yesu akafafanua kwa uwepesi, akamwambia ukitaka kuingia katika uzima zishike amri. Kwa hiyo hichi ndicho kigezo cha kuweza kufikia ukamilifu, kwa sababu amri za Mungu ndiyo kitu kinachotukamilisha, lakini pia ndiyo kipimo kinachotumika kutoa maamuzi wakati wa hukumu ya upelelezi. Lakini pia unapotazama katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 22, nitasoma ule mstari wa 14. Hapa Biblia ya Kiswahili imetafsiri tofauti. Biblia ya Kiswahili imesema heri wazifuao nguo zao, lakini Biblia ya Kiingereza King James Version inasema blessed are they that do the commandments. Unapotazama, nitakusomea hapa na Biblia ya Kiingereza ya King James Version. Nitakusomea katika kitabu cha Ufunuo Yohana, kitabu cha mwisho kabisa katika Agano Jipya, Ufunuo Yohana sura ya 22 na ule mstari wa 14. Neno la Mungu linasema blessed are they that do his commandments. Kwa hiyo hii ndio tafsiri sahihi ya kwamba wamebarikiwa wale wazitendao amri za Mungu. Kwa hiyo huu ndio wajibu mkubwa, na utakapozitenda amri za Mungu tutakuwa na uzima wa milele, tutakuwa na haki ya kuendea mti wa uzima na kuishi maisha yasiyokoma, kwa sababu dhambi ndio imeleta ukomo wa maisha. Lakini kama itatengwa mbali na mioyo yetu, tutaishi katika maisha yasiyokoma. Ndio maana hata Kristo aliwaambia wanafunzi wake, yeye aniaminie mimi, ajapokufa ataishi. Lugha ya Kiingereza imesema then shall he live. Yaani mtu akimwamini Kristo, akiitenga dhambi mbali na maisha yake, hata kama atalala hapa duniani, bado atakuwa na ahadi ya kuishi milele zote, kwa sababu kitu ambacho kingepelekea ukomo wa maisha yake kimetengwa mbali na moyo wake. Kwa hiyo katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 22 mstari wa 14, neno la Mungu linasema heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuendea huo mti wa uzima. Tafsiri sahihi ni heri au wamebarikiwa wale wazitendao amri za Mungu, wawe na amri ya kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa malango yake. Lakini pia tukatazama mahali popote ambapo unaona amri za Mungu, ushuhuda wa Yesu unatajwa. Ushuhuda wa Yesu upo kwa ajili ya kulinda amri za Mungu, kufafanua amri za Mungu. Ndio maana unaposoma kitabu cha Ufunuo Yohana, tulitazama Ufunuo Yohana sura ya 12 mstari wa 17 ya kwamba joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Anasema wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Kwa hiyo uwezo ukatenganisha kati ya amri za Mungu pamoja na ushuhuda wa Yesu. Na tukatazama katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 19 mstari wa 10, neno la Mungu linasema nikaanguka miguuni pake ili nipate kumsujudia, akaniambia usifanye hivi, mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako. Anasema msujudie Mungu. Anasema hawa ndugu wana ushuhuda wa Yesu. Anamalizia kwa kusema kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho
ya unabii. Nitarudia. Anasema nikaanguka miguuni pake ili nipate kumsujudia. Akaniambia usifanye hivi, mimi ni mjoli wako na ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Kwa hiyo tukatazama, roho ya unabii ipo kwa ajili ya kulinda amri za Mungu, na roho ya unabii ipo kwa ajili ya kufafanua amri za Mungu ili tuweze kuzielewa vizuri na kuleta katika maisha. Na tukatazama amri za Mungu ndio Biblia yenyewe. Biblia imejikita kufafanua na kuelezea amri za Mungu. Tulitazama kitabu cha Yohana 17:17, watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Lakini pia tukatazama kitabu cha Zaburi 119:142, neno la Mungu linaposema haki yako ni haki ya milele na sheria yako ni kweli. Kwa kama sheria ni kweli na neno ni kweli, basi sheria ni neno na neno ni sheria. Kumbe neno la Mungu, Biblia, inafafanua zaidi sheria ya Mungu. Kwa lugha nyingine, roho ya unabii ni kweli inafafanua zaidi sheria ya Mungu, lakini roho ya unabii inafafanua zaidi Biblia na kufanya ieleweke, ili kila mmoja aweze kuyapokea maagizo ya Biblia kwa uwazi, kuyatekeleza, kuyaleta katika maisha, na mwisho wa siku kufikia ukamilifu na kuishi na Mungu milele zote. Kwa hiyo nikakuahidi, panapo majira kama haya tutazama somo lenye kichwa kinachosema roho ya unabii na sikukuu ya upatanisho. Kwa hiyo roho ya unabii ni miongoni mwa jukumu katika sikukuu ya upatanisho, kuthamini kitabu hiki cha roho ya unabii au karama hii ambayo Mungu ametupatia roho ya unabii, na kuweza kuleta maelekezo yake katika maisha yetu ya kila siku, na kuitumia kama dira ya kutusaidia kuweza kuelewa Biblia. Lakini awali ya yote, ningependa kukumbusha uweze kuwa na kalamu yako, uweze kuwa na daftari pamoja na Biblia yako mkononi. Ningependa kukualika, ikiwa una fursa ya kupiga magoti utapiga magoti, na ikiwa una fursa ya kusimama utasimama. Ikiwa una fursa kukaa, fanya hivyo tunapoenda kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na upendo wako katika maisha yetu. Tunakusihi uwepo wako uweze kuwa pamoja nasi. Utusaidie tunaposoma neno lako liweze kutubadilisha na liweze kuwa chemchemi ya furaha katika maisha yetu yaliyobaki, ya kufunga historia katika dunia hii. Saidie mtazamaji, haya mambo asiyapuuzie na kuona ni ya kawaida, lakini aweze kuyazingatia kwa ajili ya wokovu wako, sababu wakati uliokubalika ni sasa na kesho haijaahidiwa kwa ajili ya wokovu wetu. Naamini uwepo wako utakuwa pamoja nasi sote, mimi mzungumzaji ukinitumia kama chombo, na msikilizaji pia utamsaidia kuweza kuelewa. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amina. Unapotazama katika kitabu cha Signs of the Times, Signs of the Times kwa Kiswahili ni alama za nyakati, Julai 23 mwaka 1902. Kuna nukuu moja nitakusomea kabla ya kuweza kwenda mbele katika somo letu la leo, ambalo ni jukumu la kusanyiko katika siku ya upatanisho, nalo sema roho ya unabii na siku ya upatanisho. Kwa hiyo nitakusomea nukuu hii katika kitabu cha alama za nyakati, Julai 23, 1902, na ile aya ya 14. Kuna ahadi ambayo tunatakiwa kuizingatia hapa. Mjumbe wa Mungu anasema yule ambaye kwa imani, ndio maana tunatakiwa kuzishika amri za Mungu kwa imani ya Yesu. Yesu ndiye atatupatia nguvu ya kuweza kuzishika amri za baba yake. Anasema yule ambaye kwa imani uzitii amri za Mungu atafikia hali ya ukamilifu. Hii ndio imani ya Yesu ambayo tunahitaji. Anasema atafikia hali ya ukamilifu ambayo Adamu aliishi katika hali hiyo kabla ya uasi wake. Adamu alipoishi Edeni katika ukamilifu, hakuwa na mwombezi. Hapo ndipo Kristo anahitaji kutufikisha sisi Waadventista wa Sabato, kabla ya Jumapili kutangazwa, lakini kabla ya kufa. Kwa sababu ujumbe ni kwa wote ambao walio hai. Huu ujumbe sio kwa ajili ya wafu, kwa sababu tunaambiwa sio wafu wamsifuo Bwana, hao washukao shimoni au walalao katika kimya, bali sisi tulio hai tutalimidi jina lake Bwana. Kwa hiyo ujumbe unanihusu mimi na wewe. Kwa hiyo kama tunahitaji kuzitii amri za Mungu kwa uaminifu, hatutaweza kutenganisha na ushuhuda ambao ametupatia, kwa sababu ushuhuda upo kwa ajili ya kulinda na kufafanua amri za Mungu. Unapotazama katika kitabu cha Isaya, unapoangalia katika kitabu cha Isaya sura ya 8, tutaweza kuona mtiririko huu
ambao Bwana anatamani tuweze kuelewa ya kwamba tuweze tukatenganisha amri za Mungu au sheria yake au Biblia pamoja na ushuhuda wa Yesu ambao ndio roho ya unabii. Unapotazama kitabu cha Isaya sura ya 8 mstari wa 20, neno la Mungu linasema na waende kwa sheria. Sheria ni amri za Mungu au Biblia, kwa sababu Biblia inafafanua zaidi sheria. Anasema na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana wokovu. Tafsiri sahihi inasema kwa hao hakuna nuru ndani yao. Na tunaambiwa mtu anayeenda pasipo nuru atajikuta yuko katika giza. Na nuru ambayo Mungu ametupatia ni neno lake, ni maandiko yake matakatifu. Ndio maana unapotazama kitabu cha Zaburi nasema neno lako ndio taa ya miguu yangu na mwangaza katika njia zangu. Kwa hiyo maandiko matakatifu au neno la Mungu linajumuisha Biblia ambayo inafafanua zaidi amri za Mungu, lakini pia inajumuisha roho ya unabii au ushuhuda wa Yesu, kwa sababu Ufunuo Yohana 12:17 ametaja ushuhuda wa Yesu, lakini Ufunuo Yohana 19:10 anafafanua ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Kwa hiyo uwezo ukatenganisha kati ya amri za Mungu au sheria ya Mungu na ushuhuda. Kwa hiyo unapokataa ushuhuda unakataa amri, unapokataa amri unakataa ushuhuda, unapokubali amri kubali ushuhuda, unapokubali ushuhuda kubali amri, kwa sababu vyote vinatenda kwa mapatano. Kimoja kipo kwa ajili ya kukulinda, kwingine na kukifafanua, na kile ambacho kinalinda chenzake ni ushuhuda wa Yesu. Nalinda amri za Mungu au Biblia na kuifafanua kwa upana, kuifanya kueleweka kwa wote, ili kila mwanadamu, kila Mwadventista msabato aweze kutekeleza majukumu ambayo Mungu anahitaji ayakamilishe kabla ya kuchelewa milele. Unapoendelea kuangalia katika kitabu cha Zaburi, fungua pamoja nami katika kitabu cha Zaburi sura ya 19, nitasoma na ule mstari wa 7. Tuone pia mtunga Zaburi ana uhusianishaje kati ya sheria ya Bwana au sheria ya Mungu na ushuhuda wa Yesu. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 19 na mstari wa 7, neno la Mungu linasema sheria ya Bwana ni kamilifu. Ndio maana sheria ya Bwana ndio kifungo cha ukamilifu. Hatutakamilika kama tunaivunja au hatuielewi kwa kina. Ndio maana hapa naendelea kusema pia kwamba sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Ndio maana tunatakiwa tuishike kwa upendo. Tunapoishika kwa upendo itakuwa ni furaha nafsini mwetu, kama mtunga Zaburi anavyosema ya kwamba kuyafanya mapenzi yako Mungu wangu ndiyo furaha yangu, na sheria yako nimeiandika moyoni mwangu. Mahali fulani anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Neno ambalo linazungumziwa hapa ni sheria yake, kwa sababu tunaambiwa atakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Na mtunga Zaburi huyu anasema haki yako ni haki ya milele na sheria yako ndiyo kweli. Kwa kama sheria ni kweli na neno ni kweli, basi sheria ni neno na neno ni sheria. Ninapokuwa moyoni, dhambi na koma katika maisha ya mwanadamu. Lakini ili sheria hii ieleweke kwetu sisi katika kizazi hiki cha mwisho, ili iweze kueleweka katika kanisa la Adventista wa Sabato, Bwana ametupatia karama ya roho ya unabii kutusaidia kuelewa vizuri sheria na kufikia ukamilifu. Kwa sababu katika kipindi tulichopita, kusudi la kalama au kusudi la zawadi ambayo Mungu anatupatia au kusudi la kipawa au kusudi la tunu ambayo Mungu anatupatia ni kutusaidia kuweza kufikia ukamilifu. Kwa hiyo miongoni mwa kipawa ambacho Bwana ametupatia sisi Adventista wa Sabato alipoingia patakatifu patakatifu tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 ni huu ushuhuda wa Yesu ambao ni roho ya unabii, ambao upo kwa ajili ya kufafanua zaidi amri za Mungu au kufanya Biblia ieleweke na watu waweze kuandaliwa kwa ajili ya kumpokea Bwana. Ndio maana hata pia mtunga Zaburi atenganisha, anasema sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima. Kwa hiyo uweze kutenganisha kati ya sheria na ushuhuda. Lakini pia unapotazama katika kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 1 na wa 2, fungua pamoja nami katika kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 1 na ule mstari wa 2. Sikiliza kile ambacho neno la Mungu linasema. Biblia inasema heri walio kamili njia zao, waendao katika sheria ya Bwana. Kwa sheria ya Bwana ndio kipimo cha ukamilifu. Tunapoiondoa au tunapoipuuzia hatutaweza kufikia ukamilifu. Ndio maana nasema hata wale walio kamili ni wale wanaoshika sheria. Ndio maana hapa mtunga Zaburi anaanza kwa kusema heri walio kamili njia zao. Anasema waendao katika sheria ya Bwana. Anasema heri wazitiio shuhuda zake.
Anasema wamtafutao kwa moyo wote. Kwa hiyo hizi shuhuda nimekwambia zipo kwa ajili ya kulinda na kufafanua amri za Mungu. Ndio maana Musa alipoagizwa na Bwana kuweza kutengeneza sanduku la agano na vile vibao viwili ambavyo vilikuwa vina sheria ya Mungu isiyobadilika kuviweka ndani ya sanduku hilo, Musa pia aliagizwa kuandika kitabu ambacho kinafafanua kwa upana zile amri za Mungu. Kama unakumbuka, unaposoma katika kitabu cha Kutoka sura 20, na ukitaka kuelewa vizuri unaweza kuanza kusoma sura ya 19, uone jinsi ambavyo Bwana aliwaambia wana wa Israeli waweze kujitakasa kabla ya kumkaribia Bwana ili aweze kuwapatia sheria yake takatifu. Tunafahamu katika mlima Sinai Bwana aliposhuka, unaposoma kitabu cha evangelism, kitabu cha uinjilisti, kitabu cha roho nabii, tunaambiwa sheria iliyotangazwa Sinai ilitangazwa Baba akiwa amesimama upande mmoja na Mwana akiwa amesimama upande mwingine. Kwa hiyo ule utukufu ulifanya wana wa Israeli kuogopa, wakatetemeka, wakamwambia Musa, sisi hatuwezi tukasikia, wewe zungumza naye, alafu yale atakayokuambia utatuambia sisi. Ndio maana Musa akawa kama daraja, Musa akawa kama ushuhuda, Musa akawa kama shahidi, akaandika kitabu ambacho kinaitwa Chuo cha Torati ili kuweza kuifafanua vizuri sheria ya Mungu na kufanya ieleweke miongoni mwa wana wa Israeli. Lakini Musa alifanya kwa mfano, maana neno la Mungu linatuambia basi mambo hayo yaliwapata, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na misho ya zamani hizi. Kwa hiyo yaliyotokea, yaliyopata wana wa Israeli yaliwapata kwa jinsi ya mifano. Kwa hiyo wao walifanya kwa mfano, lakini uhalisia unatuhusu sisi Waadventista wa Sabato. Unapotazama katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, fungua pamoja nami katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati sura ya 31, nitasoma mstari wa 24 hadi mstari wa 26. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati sura ya 31, nitasoma mstari wa 24 hadi mstari wa 26. Neno la Mungu linasema, basi ikawa hapo Musa alipomaliza kuandika maneno ya Torati hii katika chuo hata yakaisha, ndipo Musa akawaamuru Walawi waliokuwa kilichukua sanduku la Bwana, akawaambia, sanduku la Bwana ndani yake kulikuwa kuna amri au sheria ya Mungu, na hiki chuo cha Torati kilikusudiwa kuweza kufafanua hizi amri za Mungu. Kwa hiyo chuo cha Torati kiliwakilisha karama ya roho nabii, kiliwakilisha vitabu vya roho ya unabii ambavyo Mungu ametupatia sisi Waadventista wa Sabato ili kuweza kuielewa vizuri sheria ya Mungu kama inavyoelezwa katika Biblia au katika neno lake takatifu. Ndio maana hapa anasema, ndipo Musa, mstari wa 25, akawaamuru Walawi waliokuwa wakilichukua sanduku la agano la Bwana, akawaambia, mstari wa 26, twaeni chuo hiki cha Torati mkiweke kando ya sanduku la agano. Na utukufu wa sanduku la agano ulikuwa umejengwa katika serikali ya Mungu ambao ni sheria yake, kanuni zake takatifu zisizobadilika. Ndio maana kile chuo cha Torati kilielekezwa kiweke kando ya sanduku la agano. Anasema mkiweke kando ya sanduku la agano la Bwana Mungu wenu ili kiwepo kama shahidi juu yako. Kwa hiyo chuo cha Torati ni ushuhuda, kilikuwa ushuhuda kwa wana wa Israeli, kuwasaidia kuweza kuielewa vizuri sheria. Na mahali fulani hiki chuo cha Torati au ushuhuda wa Yesu unatajwa au unawakilishwa neno manabii. Ndio maana hata unapotazama katika kitabu cha Luka, fungua pamoja nami kitabu cha Luka, Injili ya Luka sura ya 24, tutasoma ule mstari wa 27 uweze kuona ya kwamba mara nyingi pia Musa, kwa sababu unaposoma kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 17, tunaambiwa kwa sababu Torati ilikuja kwa mkono wa Musa, lakini neema na kweli zimekuja kupitia Kristo Yesu. Unaposoma kitabu cha Yohana 17 hadi 18. Kwa hiyo kumbe Musa anawakilisha Torati au Musa anawakilisha sheria au amri 10, kwa sababu yeye ndiye aliyeagizwa kuweza kuziandika na kuwapatia wana wa Israeli. Lakini kwa sababu sheria hiyo ikuweza kueleweka, Mungu alitamani kuwasaidia wana wa Israeli waielewe kwa urahisi na kuileta katika maisha. Akainua manabii ili waweze kuandika shuhuda mbalimbali ziwasaidie kuweza kufafanua sheria. Ndio maana manabii walikuwepo kuwakumbusha wana wa Israeli uaminifu au daima wa sheria ya Mungu.
Walitamani waweze kuwakumbusha wana wa Israeli kudumu katika maelekezo ambayo Mungu aliwapatia kama muongozo wao wa maisha. Ndio maana unapotazama katika kitabu cha Luka sura ya 24 mstari wa 27 utaona kumbe uwezo ukatenganisha kati ya Musa na manabii, uwezo ukatenganisha kati ya sheria na ushuhuda, uwezo ukatenganisha kati ya neno la Mungu pamoja na karama ya roho ya unabii. Uwezo ukatenganisha. Hivi ni vitu vinavyoenenda sambamba, kwa sababu huu ushuhuda wa Yesu au hiki chuo cha Torati au hii karama ya roho unabii ipo kwa ajili ya kulinda neno la Mungu ili amri zake ziweze kueleweka kwa kila mmoja, na mwisho wa siku mtu aweze kufikia ushindi dhidi ya dhambi, kwa sababu atapokea maelekezo yatakayomwezesha kufikia ukamilifu. Kwa ili shetani atuzuie tusiweze kufikia ukamilifu, anaondoa ushuhuda au anafanya usieleweke, usiwe na nguvu kwetu sisi, ili tujitosheleze katika uzoefu wa kidini tunaofahamu, lakini ni uzoefu ambao Mungu hataridhika nao. Mungu anatamani tufikie viwango vya juu kabisa, viwango ambavyo tutaichukia dhambi na kuitenga mbali na mioyo yetu, viwango ambavyo tutarejea katika mfumo wa maisha ulioendelea Edeni kabla dhambi haijaingia katika bustani hiyo takatifu. Lakini ili tuweze kuelewa hayo kwa upana, Bwana ametupatia ushuhuda wa Yesu, ametupatia karama ya roho unabii. Kwa kama tunaitupilia kando, hatutaweza kurejea kikamilifu katika mfumo huo, kipindi Kristo anafanya kazi ya kuturejesha kimwili, kiakili na kiroho katika maisha ambayo Adamu aliishi katika bustani ya Edeni. Unapotazama katika kitabu cha Luka 24:27, neno la Mungu linasema akaanza kutoka Musa na manabii wote. Kumbe maandiko matakatifu yanamhusisha Musa na manabii. Maandiko matakatifu yanahusisha sheria na ushuhuda. Maandiko matakatifu yanahusisha Biblia na roho ya unabii. Hauwezi kutenganisha. Unapokosa kimoja, unatembea gizani. Kwa sababu ushuhuda wa Yesu haujaanza tu tangu wakati wa Musa. Tumeona ulikuwa ukiwakilishwa na chuo cha Torati kilichoweka kando ya sanduku la agano kwa ajili ya kufafanua sheria iliyokuwa katika vibao viwili vilivyokuwa vina amri takatifu za Mungu, ambao ni mwongozo wa maisha ya mwanadamu katika vizazi vyote. Unaposoma mstari wa 27, anasema akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa hiyo Musa wakilisha sheria, manabii wakilisha shuhuda, ambayo ndiyo roho ya unabii. Ndio maana Kristo alisema sikuja kutangua Torati au manabii. Uwezo kutenganisha kati ya Torati au manabii. Lakini pia unapotazama katika kitabu cha Injili ya Mathayo, fungua pamoja nami katika kitabu cha Injili ya Mathayo. Injili ya Mathayo sura ya 22. Injili ya Mathayo sura ya 22, nitasoma mstari wa 36 hadi mstari wa 40 kwa haraka, tuweze kuona uwezo kutenganisha kati ya Musa na manabii au uwezo kutenganisha kati ya Torati na manabii. Anasema mstari wa 36, mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Mstari wa 38, hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili utegemea Torati yote na manabii. Kwa hiyo Torati ilileta kwa mkono wa Musa, wakilisha sheria ya Mungu takatifu, na manabii walileta ushuhuda kwa ajili ya kukazia na kufafanua kile ambacho sheria ilidai kwa wana wa Israeli. Kwa sababu unapopewa sheria inatakiwa uitekeleze. Ndio maana kama ukiondoa sheria hakuna dhambi. Kwa tunapokataa shuhuda, hatutaishia tu kukataa shuhuda, na shuhuda hii inayozungumzia ni roho ya unabii. Mwisho wa siku tutakataa sheria ya Mungu na tutakataa neno lake, kwa sababu neno lake linafafanua sheria ya Mungu, na ushuhuda au roho ya unabii inafafanua kwa kina na upana amri za Mungu kama zinavyoelezwa katika Biblia takatifu, ili tuweze kufikia ukamilifu. Kwa hiyo Bwana tusaidie tuweze kulielewa hili. Unapotazama pia katika kitabu cha Matendo, hata Paulo aliamini hili. Aliamini vitu viwili, aliamini Musa na manabii, aliamini Torati na manabii, aliamini katika sheria na katika ushuhuda. Unapotazama pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume, fungua pamoja nami katika kitabu cha Matendo ya Mitume, katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 24, nitasoma na ule mstari wa 14.
Neno la Mungu linasema katika Matendo ya Mitume sura ya 24 na ule mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, ila neno hili naungama kwako, ya kwamba kwa njia ile ambayo waita uzushi, ndivyo ninavyomwabudu Mungu wa baba zetu, nikiyaamini yote yanayopatikana na Torati na aliyoandikwa katika vyuo vya manabii. Vyuo vya manabii ni roho ya unabii, ndio ushuhuda wa Yesu. Kwa hiyo uweze kutenganisha kati ya sheria ya Mungu na ushuhuda wa Yesu, ni vitu vinavyopatana. Uweze kutenganisha kati ya Biblia na roho ya unabii. Ukikataa roho ya unabii, basi katae Biblia, kwa sababu kama ukikataa roho ya unabii, hakuna haja ya kuwepo Biblia, kwa sababu hata Paulo na yeye aliamini Torati ya Musa ambayo ilikuwa inafunua sheria ya Mungu, lakini aliamini katika ushuhuda ulioletwa na manabii katika vitabu ambavyo ameviita hapa vyuo vya manabii. Lakini haitoshi, Paulo aliendelea kukazia hili wazo katika kitabu hiki cha Matendo sura ya 28 na ule mstari wa 23. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 28 mstari wa 23, neno la Mungu linasema, wakiisha kuagana naye siku, wakamjia katika nyumba aliyokaa watu wengi sana, akawaeleza kwa taratibu na kuushuhudia ufalme wa Mungu, akiwaonya mambo yake Yesu kwa maneno ya sheria ya Musa. Anafafanua kwa kina, anasema na ya manabii. Kwa nini manabii? Unajua, sheria hatuwezi tukaitafsiri kama tunavyotaka sisi. Neno la Mungu hatuwezi tukalitafsiri kama tunavyotaka sisi. Unapotazama katika kitabu cha Amosi, fungua pamoja nami katika kitabu cha Amosi sura ya 3, nitasoma na ule mstari wa 7. Tusikilize hiki ambacho nabii Amosi anasema, kwa nini Mungu anatukazia kuweza kuzingatia manabii. Ni kwa sababu hatuwezi tukalielewa neno la Mungu, hatuwezi tukalielewa sheria yake kama tupendavyo sisi, hatuwezi tukajipatia tafsiri sisi wenyewe. Mungu anatumia karama ya unabii kupitia manabii kwa ajili ya kuifafanua sheria kwa upana au Biblia kwa upana, ili maelekezo yake tuweze kuyaleta katika maisha. Unapotazama, nimekuambia fungua pamoja nami katika kitabu cha Amosi sura ya 3 na ule mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote, anasema, bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kwa kama kuna jambo ambalo Mungu anahitaji kufunua, lazima atumie manabii. Kama Mungu anahitaji kuifafanua vizuri sheria au neno lake, Biblia takatifu, ni lazima atumie karama ya roho ya unabii, ambao ndio ushuhuda wa Yesu, au vyuo vya manabii, au karama hii iliwakilishwa na chuo cha Torati ambacho nabii Musa alikiandika kwa ajili ya kufafanua vizuri sheria. Ndio maana unapotazama katika kitabu cha Mithali, fungua pamoja nami katika kitabu cha Mithali sura ya 29. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Mithali sura ya 29, nitasoma mstari wa 18. Hapa pia utaona kuna uhusiano mkubwa sana kati ya maono au vyuo vya manabii au shuhuda wa Yesu na sheria ya Mungu, kwa sababu maono yanaletwa kwa mkono wa manabii. Kwa sababu tumesoma katika kitabu cha Amosi sura ya 3 mstari wa 7 ya kwamba hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote pasipo kuwajulisha au kuwafunulia hao manabii wake siri yake, kwa sababu hao ndio watumishi ambao Mungu anawatumia kuleta maono. Na bila hayo maono tutaangamia, tutatembea katika giza, hatutaweza kuelewa madai ya Mungu katika maisha yetu, na tutaweza kuwa tayari kipindi ambapo hukumu ya upelelezi itatoka kwenye haki waliokufa na kuingia kwenye haki walio hai, kwa kutangazwa kwa amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Ndio maana unapotazama fungu hili anasema, pasipo maono watu wacha kujizuia. Ndio maana sheria isinge kuwepo, hakuna dhambi. Lakini anaendelea kusema hapa ya kwamba bali anaheri mtu yule aishikaye sheria. Ili tuweze kuishika sheria tunahitaji maono, tunahitaji karama ya unabii, tunahitaji ushuhuda wa Yesu utakaofafanua zaidi sheria na kufanya maelekezo yake yaweze kueleweka, kwa sababu Mungu hajabadili utaratibu wake. Kama alifanya hivyo wakati wa Musa, kama alifanya hivyo nyakati mbalimbali katika taifa la Israeli, ni hali hiyo hiyo anayoifanya, au ni mfumo huo huo anaotumia kwa ajili ya kuwasaidia watu wake katika kizazi hiki cha mwisho, kanisa la Waadventista wa Sabato.
Ndio maana hata Mtume Petro alikiamini hiki kitu, ya kwamba hatutaweza kuielewa sheria tu, lazima Mungu atumie karama ya unabii, atumie manabii atakaozungumza nao ili waweze kufafanua zaidi yale madai yake yanayopatikana katika sanduku lake la agano, kwa sababu hii Biblia ipo kwa ajili ya sheria ya Mungu. Hii ni sheria ya Mungu tu. Tunaposoma tunatakiwa kuweza kujihoji, kwa sababu sheria ya Mungu ni kama kioo, inakuonyesha udhaifu wako na inakupeleka mahali ambapo unatamani kufika. Ndio maana maelekezo yote tunayopata katika Biblia ni kwa ajili ya kutukamilisha na kutusaidia kupokea kanuni zote ambazo Mungu ameziweka wazi katika maisha yetu. Unapotazama kitabu cha waraka wa pili wa Petro, fungua pamoja nami kitabu cha waraka wa pili wa Petro. Waraka wa pili wa Petro ni kitabu baada ya waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 19, nitasoma hadi mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi. Huu ndio ushuhuda wa Yesu, ndio karama ya roho unabii. Anasema nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza. Kwa pasipo roho unabii nitatembea gizani, sitaweza kuelewa vizuri sheria, sitaweza kuelewa vizuri neno la Mungu, na sitaweza kusimama, kwa sababu sitapata maelekezo ambayo atanipeleka kwa Kristo, ili Kristo anipatie nguvu nitekeleze haya maelekezo ambayo ndio majukumu ya kusanyika katika siku ya upatanisho, ili niweze kufikia ushindi dhidi ya dhambi na kudumisha jina langu katika kitabu cha uzima na katika kitabu cha ukumbusho. Ndio maana hapa anasema nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwetu. Nyota ya asubuhi sasa hivi ni Kristo. Anaendelea kusema hapa, kwa sababu atakapokaa katika mioyo yetu ndio atakuwa tumaini la utukufu. Anaendelea kusema hapa mstari wa 20, mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Hatuwezi kufafanua Biblia, kwa sababu Biblia yote imejengwa juu ya unabii wa Mwanzo 3:15. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamgonga kisigino. Huu ndio unabii mrefu katika neno la Mungu, na unabii umeletelezwa katika msingi wa sheria ya Mungu. Adamu alipovunja sheria ya Mungu, Bwana alitamka kauli hii kuonesha pambano kati ya jamii ya wanadamu na muovu Shetani. Kwa hiyo hatuwezi tukatafsiri sheria ya Mungu, kwa sababu hata Hawa alimwacha Mungu akaambatana na Shetani, na mwisho wa siku Shetani akamtafsiria sheria na akaanguka. Ndio maana Mungu akihitaji kufanya lolote, atatumia kalama ya unabii, atatumia roho unabii, atatumia watumishi wake manabii, ili tuweze kuielewa vizuri sheria. Ndio maana hapa naendelea kusema hapa ya kwamba mkijua kwanza neno hili, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu walinena aliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana takiwi kupuuzia karama hii, kwa sababu tukipuuzia karama hii hatutaweza kupata ushindi dhidi ya dhambi, kwa sababu msingi wa karama hii ni kutusaidia kuelewa sheria ya Mungu na kutupatia maelekezo ya kumfuata Kristo na kumwomba Kristo atupatie nguvu ya kuweza kushika sheria yake kwa uaminifu, ili tuweze kuwa mahali ambapo tutampenda Mungu hata kuwa tayari kufa kuliko kuvunja kanuni yake takatifu. Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, hakuna rafiki ni upendo mkuu kiasi hiki wa kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Na kuambia unayenisikiliza na unayenitazama, tunapompenda Mungu katika kiwango cha juu kabisa, tutakuwa tayari kufa kuliko kutenda dhambi. Ndio maana tulitazama katika nukuu kaza wa kaza katika kipindi kilichopita. Unapoendelea kutazama katika kitabu cha Zekaria, fungua pamoja nami katika kitabu cha nabii Zekaria sura ya 7. Zekaria sura ya 7, nitasoma mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, naam walifanya mioyo yao kuwa kama jiwe gumu, wasije wakaisikia sheria na maneno ya Bwana wa majeshi aliyoyapeleka kwa roho yake kwa mkono wa manabii wa kwanza. Kwa kumbe kuna uhusiano kati ya roho ya manabii au roho ya unabii na sheria ya Mungu. Tunapoibeza sheria ya Mungu, tunabeza karama ya roho nabii. Tunapobeza karama ya roho nabii,
tunabeza sheria ya Mungu. Hivi vitu vimeunganikana, vimehusiana, hauwezi kuvitenganisha. Na tutaendelea kutazama kadiri ambavyo tutaendelea kujifunza somo hili katika siku ya leo. Ndio maana tukitaka kupata ushindi dhidi ya dhambi, tukitaka kutoka mautini na kuingia uzimani, lazima tuzingatie karama ya roho nabii ambao Mungu anaileta kwetu kupitia manabii. Kama unavyotazama katika kitabu cha Hosea. Katika kitabu cha Hosea, Hosea ni kitabu baada ya Danieli. Danieli ni kitabu baada ya Ezekieli. Kwa hiyo unapotazama katika kitabu cha Hosea sura ya 12, nitasoma mstari wa 10, alafu nitaruka nitakuja nitasoma mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, tena nimenena na hao manabii nami nimeongeza maono. Kumbuka tulisoma katika Misali 29:18, pasipo maono watu wacha kujizuia, bali ana heri yeye aishikaye sheria. Kwa hiyo maono, pasipo maono kwa lugha nyingine, na hapa nasema tena nimenena na hao manabii kwa lugha nyingine, pasipo maono, pasipo manabii, pasipo karama ya unabii, pasipo roho ya unabii, pasipo ushuhuda wa Yesu, watu wacha kujizuia na hawataweza kuishika sheria ya Mungu. Lakini kama maono yatakuwepo, kama manabii watasikilizwa, kama roho nabii itazingatiwa na maelekezo yake kuletwa katika maisha, watu wataishika sheria ya Mungu na watakuwa tayari kwa ajili ya ujio wa Kristo mara ya pili. Ndio maana hapa naendelea kusema, tena nimenena na hao manabii katika kitabu cha Hosea 12:10. Nami nimeongeza maono, na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Anaendelea kusema mstari wa 13, na kwa nabii Bwana alimtoa Israeli katika Misri. Misri ilikuwa ni utumwa, na utumwa tulionao sasa hivi ni utumwa wa dhambi. Lakini Bwana anahitaji atufikishe mahali ambapo tutakoma kutenda dhambi. Lazima tuthamini karama hii, kwa sababu ina maelekezo ya kutusaidia kupata ushindi. Karama ya roho ya unabii ambayo inaleta au inakuja kwa mkono wa manabii ambao Biblia imetaja kama ushuhuda. Na kitabu cha Ufunuo Yohana tunaambiwa ni moja ya sifa ya kanisa la Mungu katika siku za mwisho, ambao ni kanisa la Laodikia, kanisa la Adventista wa Sabato. Unapotazama Ufunuo Yohana 12:17 tumesoma, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Hapa anasema, na kwa nabii Bwana alimtoa Israeli katika Misri, na kwa mkono wa nabii alihifadhiwa. Ndio maana Mtume Paulo anazidi kulisisitiza swala hili katika Wathesalonike. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Wathesalonike. Nitasoma sura ya 5. Wathesalonike wa kwanza, waraka wa kwanza kwa Wathesalonike, nitasoma sura ya 5 na mstari wa 20. Neno la Mungu linasema msitweze unabii. Kwa lugha nyingine neno kutweza ni kupuuzia. Kwa tunapopuuzia unabii, hatutaweza kuelewa sheria na tutaweza kufikia ukamilifu. Ndio maana kuthamini karama hii ya roho ya unabii ni miongoni mwa jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho. Na Mungu ametoa roho ya unabii katika kipindi chetu kwa makusudi maalum. Unapotazama kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 3 unagundua sisi ni kanisa la Laodikia. Sisi hatuoni, ni vipofu. Hata tunaposoma neno la Mungu hatutaelewa kama ambavyo Bwana alitamani tuelewe, kwa sababu tumedhoofishwa na dhambi, lakini tumejawa na kiburi na kujihesabia haki. Kwa hiyo Mungu kwa upendo wake ametupatia dawa ya macho ili tuweze kuelewa vizuri maelekezo yake ndani ya Biblia, lakini wengi tunaona tuhitaji dawa ya macho. Na tutaendelea kutazama katika mwendelezo wa somo hili, nitakuletea nukuu ambayo inasema dawa hii ya macho ni vitabu vya roho ya unabii, ni karama ya manabii, ni ushuhuda wa Yesu ambao tunaubeza na kuupuuzia, na ndiyo sifa ya kanisa la Laodikia. Rejea katika kitabu cha Ufunuo Yohana. Ufunuo Yohana sura ya 3. Ufunuo Yohana sura ya 3 inazungumzia mtiririko wa makanisa mbalimbali kuanzia sura ya 2, lakini sura ya 3 hapa ndipo tunapata hitimisho, na sura hii mstari wa 14 inazungumzia kanisa la Laodikia. Ufunuo Yohana sura ya 3 mstari wa 14, neno la Mungu linasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenaye yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Huyu ni Yesu mwenyewe. Anasema, nayajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu.
Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha. Ndivyo wengi ambavyo tunatweza unabii, ndivyo wengi ambavyo tunatezwa kalama ya roho ya unabii ambayo Mungu ameileta kupitia mtumishi wake Ellen G. White kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 pale ambapo ujumbe wa malaika watatu ulipofunguka. Kwa sababu kuna uhusiano kati ya kufunguka kwa ujumbe wa malaika watatu, kuna uhusiano kati ya kuibuka kwa ujumbe wa malaika watatu na kuibuka kwa shuhuda hizi, na tunatakiwa kuelewa uhusiano huu. Unapoendelea kusoma hapa, neno la Mungu linasema kwa kuwa wasema mimi ni tajiri. Ndio maana wengi tunatweza, tunapuuzia karama ya roho nabii, tunasema hayo ni mashauri, tunasema hiyo ni nuru ndogo, lakini tunatumia vibaya hayo maneno ya kwamba nuru ndogo. Hatuelewi kwa nini nabii anasema nuru ndogo. Leo tutafafanua tuweze kulitazama hili, uweze ukatenganisha kati ya sheria ya Mungu na karama ya roho ya unabii. Anazidi kusema hapa, kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu. Ndio maana wengi tunaamini tunajua Biblia, tunajua sheria, hakuna haja ya vitabu hivi kutusaidia kuweza kuelewa, lakini ni mtego wa shetani. Na tukiendelea kubaki hapo, tutalala katika usingizi na tutajikuta tumepungua wakati ambapo tutakuwa tumechelewa sana. Lakini sasa ndio muda wa kuchangamka na kupokea shauri hili ambalo Mwokozi analitoa hapa. Tutalitazama katika mstari wa 19 na kuendelea. Anaendelea kusema ya kwamba nawe ujue ya kuwa wewe umnyonge, kitu cha kwanza, na mwenye mashaka, kitu cha pili, kitu cha tatu, na maskini, kitu cha 4, ndo shabaha yangu ilipo, na kipofu na uchi. Kwa hiyo hatutambui hali yetu. Sifa kanisa la Laodikia hatambui hali yake, ameona amejitosheleza, lakini kumbe anahitaji msaada. Ndio maana Mungu tusaidia kuelewa neno la Mungu, kwa sababu ni vipofu, akatupatia dawa ya macho tupate kuona, kuyaelewa maelekezo yake na kuyaleta katika maisha. Ndio maana hapa anaendelea kusema mstari wa 18, nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Dhahabu hii ni imani hai. Anasema upate kuwa tajiri, na mavazi meupe. Mavazi meupe ni haki yake ya Kristo, kwa sababu kuna kipindi tunajipatia haki yetu kwa kuishi dini ambayo iko ndani ya matamanio yetu, tukikwepa dini ya Kikristo inayohitaji kubeba msalaba. Ndio maana hapa anazidi kusema na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kupaka upate kuona. Tunaona hii dawa ya macho ni karama ya roho ya unabii. Mstari wa 19 anashauri, anakazia akisema wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi. Kwa Bwana anatupatia karama ya unabii kwa ajili ya kuturudi na kutukemea. Ndio maana unapotazama hii nukuu tutakuja taisoma katika kipindi kinachokuja. Unapotazama Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 uklasa wa 671, mjumbe wa Mungu anasema, nitanukuu kwa Kiingereza na tafsiri kwa Kiswahili. Anasema God is either teaching his church, strengthening their faith, reproving their wrongs, or he is not. Anasema Bwana analifundisha kanisa lake kuimarisha imani yao na kusahisha makosa yao, au wafanyi hivyo. Anaendelea kusema this work bears the stamp of God or the stamp of the enemy. Anasema kazi hii ambayo naileta kwenu ina beba muhuri wa Mungu au inabeba alama ya shetani. Anaendelea kusema these testimonies are of God or of the devil. Anasema shuhuda hizi ni za shetani au za Mungu. Anasema God does nothing in partnership with Satan. Anasema Mungu hafanyi chochote katika ushirikiano, katika mapatano ya shetani. Anahitimisha kwa kukazia these are either the testimonies of God or of the devil. Anasema shuhuda hizi ni aidha ni za Mungu au za shetani. Haziwezi kukaa katikati, haziwezi zikawa ni za Mungu au za shetani, lakini nikutia moyo shuhuda hizi ni za Mungu. Ndio maana Mungu anaturudi kupitia shuhuda hizi, kama tulivyosoma mstari wa kwanza anaposema God is either teaching his church, strengthening their faith, or and reproving their wrongs, or is not. Kwa hiyo unaposikia neno reprove ni kurudiwa, ni maonyo. Ndio maana hapa anaendelea kusema pia kwamba wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi. Anaendelea kusema basi uwe na bidii ukatubu. Kwa hiyo tusipopokea karama hii hatutajua wapi tumekosea, na hatutakuwa na roho ya uharaka wa kutubu kabla ya kuchelewa milele. Hatutakuwa na uharaka wa kutanguliza dhambi kabla ya wakati wa hukumu, kwa sababu tunatakiwa kutanguliza dhambi kabla ya wakati wa hukumu. Tusipotanguliza dhambi kabla ya wakati wa hukumu, dhambi zetu zitatufuata na zitasalia
kudhihirisha hatia yetu katika kitabu cha kumbukumbu cha dhambi, na kwa sababu hiyo majina yetu yataondolewa katika kitabu cha uzima na katika kitabu cha ukumbusho. Kwa hiyo Bwana anahitaji tuweze kupuzia karama hii. Unapotazama katika kitabu cha jumbe zilizochaguliwa gombo la 3 ukurasa wa 30, jumbe zilizochaguliwa, nitasoma ukurasa wa 30 gombo la 3, fuatana pamoja nami kwa makini. Katika kitabu cha jumbe zilizochaguliwa gombo la 3 ukurasa wa 30 na ile aya ya 4, mjumbe wa Mungu anasema umakini mdogo umetolewa katika kujifunza Biblia, na Biblia tumeona ndio neno la Mungu, na tukaona neno ni kweli na sheria ni kweli. Kwa hiyo Biblia inafafanua zaidi sheria ya Mungu, lakini pia roho ya unabii au ushuhuda wa Yesu unafafanua zaidi sheria ya Mungu ambayo inapatikana ndani ya neno lake takatifu ambalo ni Biblia. Ndio maana hapa anasema umakini mdogo umetolewa katika kujifunza Biblia, na Bwana ametoa nuru ndogo. Kwa hiyo nuru ndogo ni kama chombo cha kukusaidia kuweza kuona mbali katika Biblia, kuweza kuona hazina ambayo imesitirika ya kina katika Biblia, ili kuweza kuelewa kwa upana sheria ya Mungu na kuileta katika maisha. Lakini kwa kusema nuru ndogo haimaanishi kubeza na kupuzia. Ndio maana mjumbe wa Mungu nimetoka kuambia katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa wa 671, anasema shuhuda hizi ni za Mungu au za shetani, lazima tuchague. Hakuna kazi nusu katika swala hili, hatakiwi kuzipuzia. Ndio maana Biblia inasema tusifeze unabii. Petro anasema tuna lile neno imara la nabii ambalo tukiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, tuwafanye vyema mpaka nyota asubuhi itakapopambazuka mioyoni mwetu. Na unapokuja kusoma hata katika kitabu cha evangelism, katika kitabu cha evangelism, kitabu cha uinjilisti, unaposoma ukurasa wa 195 hadi 196, mjumbe wa Mungu anasema ministers, wajumbe, should present a sure word of prophecy as the foundation of faith of Seventh Adventists. Anasema wajumbe wanatakiwa waliwakilishe neno la unabii lililo imara kama msingi wa imani ya Adventista wa Sabato. Pasipo karama hii ya unabii, pasipo neno hili la unabii, tutakuwa mizani na hatutaweza kuokolewa, kwa sababu tutakuwa vipofu. Hatutaweza kuelewa madai ya Mungu kama anavyotaka tuelewe, na hatutaweza kufikia katika ukamilifu ambao anaukusudia, ukamilifu ambao anautafuta. Ndio maana alitutenga pamoja na ulimwengu sisi Waadventista wa Sabato kupitia ujumbe malaika watatu na kutupatia kazi itakayotukamilisha na mwisho wa siku kututumia katika kuandaa wengine kusimama katika zama ambayo yuko mbele yetu. Ndio maana hapa anasema umakini mdogo umetolewa katika kujifunza Biblia, na Bwana ametoa nuru ndogo kuwaongoza wanaume na wanawake kwenye nuru kubwa. Nuru ndogo hapa anawakilisha ushuhuda wa Yesu. Nuru ndogo hapa anawakilisha manabii, anawakilisha vyuo vya manabii, anawakilisha chuo cha Torati, na nuru kubwa anayotaja hapa anawakilisha sheria ya Mungu au Torati ya Musa, ambayo kwa lugha nyingine ni neno la Mungu takatifu, yaani Biblia. Kwa hivi viwili huwezi ukavitenganisha. Sema kwa sababu sisi hatujaelewa, Bwana ametupatia karama kupitia nabii Ellen G. White ili tuweze kupata uelewa mzuri tunaposoma Biblia yake takatifu, au tunapo itafsiri sheria yake isiyobadilika, ambayo ni mwongozo wa maisha ya wanadamu, na ndio jukumu kuu kuliko majukumu mengine yote. Na baada ya jukumu hilo, jukumu lingine linalofuata ndio hii kalama ya roho ya unabii, kwa sababu siwezi kukuambia majukumu mengine kama uamini vitabu vya roho ya unabii. Kama uamini ushuhuda wa Yesu, itakuwa ni bure. Ndio maana nimetengeneza msingi huu kukusaidia ili unapoendelea kutazama majukumu mengine uweze kuwa katika nafasi ya kuamini, kama Paulo alivyosema, katika hiyo njia ambayo wewe unaita uzushi, lakini katika njia hiyo hiyo mimi namwabudu Mungu wa baba zetu, nikiamini yote yaliyoandikwa katika sheria ya Musa na yanayopatikana katika vyuo vya manabii. Tumetazama kitabu cha Matendo ya Mitume sura 24 mstari wa 14, na katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5, Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa wa 654, nitasoma nukuu ambao ni nyeti sana kutusaidia sisi, kwa sababu uwezo kutenganisha kati ya ujumbe wa malaika watatu na ushuhuda wa Yesu. Kipindi ujumbe wa malaika watatu ulipokuwa ukiinuka
kazia madai ya amri zote za Mungu, ulikuwa pia unakazia madai ya kuzingatia na kuleta ushuhuda wa Yesu katika maisha, kuthamini vitabu vya roho nabii, kuvisoma ili mwanadamu aweze kupata ushindi dhidi ya dhambi na andalio kwa ajili ya marejeo ya Kristo mara ya pili. Ndio maana hapa anasema kadiri mwisho unavyokaribia na kazi ya kutoa onyo la mwisho kwa dunia inavyopanuka, inazidi kuwa muhimu kwa wale wanaokubali na kupokea ukweli wa leo. Na ukweli wa leo hauko katika ua wa nje, hauko katika patakatifu. Ukweli wa leo unapatikana ndani ya patakatifu pa patakatifu. Anasema wale wanaokubali na kupokea ukweli wa leo kuwa na ufahamu wa kina kuhusu asili na mvuto wa shuhuda mbalimbali. Ndio maana tumetengeneza msingi wa kutusaidia kuelewa asili na mvuto wa shuhuda hizi. Kwa hizi shuhuda pia kipindi hekalu inafunguka katika Ufunuo Yohana 11:19 mwaka 1844, watu waliweza kuona amri za Mungu, lakini hawakuona tu amri za Mungu, na ushuhuda wa Yesu ulikuwa pale. Mungu alimuinua mtumishi wake Ellen G. White na akaamua kumtumia kwa ajili ya kuwekeza karama ya unabii kwa watu wake, kwa ajili ya kuwekeza ushuhuda wa unabii kwake, kwa ajili ya kuwekeza. Tumesoma katika kitabu cha Ufunuo Yohana ushuhuda wa Yesu kwa kanisa la masalio, ili waweze kuelewa vizuri amri za Mungu, au waweze kuelewa vizuri Biblia ambayo ni nuru kubwa, na wapate kukingwa na madanganyifu ya shetani katika kipindi hiki cha mwisho. Ndio maana hapa naendelea kusema ambao Mungu kwa kudra yake ameunganisha pamoja na kazi ya ujumbe wa malaika yule watatu. Ndio maana ujumbe wa malaika yule watatu unatupeleka moja kwa moja katika patakatifu pa patakatifu. Na kwa nini tunasema unatupeleka moja kwa moja katika patakatifu pa patakatifu? Kwa sababu unatutajia kifaa ndani ya patakatifu pa patakatifu, amri za Mungu zinazopatikana ndani ya sanduku la agano. Kwa kama kuna uhusiano kati ya huu shuhuda wa Yesu au hii karama ya roho ya unabii ambao Mungu ametupatia kupitia mtumishi wake NGY kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844, basi kuna uhusiano pia mkubwa kati ya ujumbe wa malaika watatu pamoja na huu ushuhuda wa Yesu. Kwa hiyo pia ushuhuda wa Yesu ni sehemu ya ufunuo wa ujumbe wa malaika watatu, kama vile ambavyo amri za Mungu ni ufunuo wa ujumbe wa malaika yule watatu katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 14 mstari wa 9 hadi wa 12. Ndio maana hapa anaendelea kusema kwa kuda yake ameunganisha pamoja na kazi ya ujumbe wa malaika yule watatu tangu mwanzo kabisa wa kutangaza kwake. Na ujumbe wa malaika watatu ulianza kutangazwa tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844, pale pia ambapo Sabato ilifunguka na kuonekana kwao, kwa sababu ni amri ambayo ilikuwa imesahaulika. Pale ndipo walielewa vizuri amri za Mungu na kuzileta katika maisha ili waweze kuwa tayari. Lakini mnamo wakati huo huo Bwana aliinua karama ya roho unabii. Kwa ni vitu vinavyoenenda sambamba, uwezo ukavitenganisha, na vitazidi kuendelea mpaka mwisho wa wakati katika kufunga historia ya ulimwengu. Kwa hiyo napenda kukualika katika mfululizo wa somo hili lenye kichwa kinachosema roho ya unabii na siku ya upatanisho. Na roho ya unabii ni miongoni mwa jukumu la kusanyiko katika siku ya upatanisho. Kwa hiyo usikose katika kipindi kitakachofuata kinachosema roho ya unabii na sikukuu ya upatanisho sehemu ya pili. Leo tumetazama sehemu ya kwanza. Kwa hiyo nakualika uwe na Biblia yako, uwe na kalamu pamoja na karatasi kwa ajili ya kutunzia kumbukumbu. Lakini awali ya yote, kabla ya kuhitimisha kipindi hiki, ningependa tuweze kumshukuru Bwana tunapoachana na kukutana kwa wakati mwingine. Na hapo ulipo, kwa jiografia ulionayo, ikiwa unaweza kupiga magoti fanya hivyo, ukiwa unaweza kusimama fanya hivyo, na ukiwa umekaa fanya hivyo pia, tunapoenda kumuomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa upendo wako na kwa sababu unatupenda upeo. Wanako tumesikia, tusaidie tuweze kuwa watendaji wa neno, kwa sababu umesema tuwe watendaji wa neno wala si wasikiaji tu, hali tukijidanganya nafsini mwetu. Tusaidie tuweze kuthamini vitabu hivi ambavyo umetupatia vya roho ya unabii, tuweze kuithamini karama hii, tuweze kuamini kusudi la kutupatia karama hii ni kutusaidia kuweza kufikia ukamilifu kabla ya kuchelewa milele. Tusaidie maelekezo yake tuweze kuyaleta katika maisha, tuweze kuyaleta katika mioyo yetu, katika familia zetu, katika hata makanisa, na mwisho wa siku tuweze kuwa nuru hata kwa jamii inayotuzunguka. Na mwisho wa yote, kwa nuru hiyo watu watakapoona matendo mema waweze kutukuza wewe, na mwisho wa siku waweze kuja katika zizi lako
ili uweze kuwa na kundi moja pamoja na mchunga mmoja. Naamini utahifadhi maisha yetu. Mbariki mtazamaji na msikilizaji, muwezeshe aweze kufuatilia, na kwa wakati mwingine mpatia nafasi ya kuendelea kufuatilia mfululizo wa masomo haya. Naamini umesikia na utatenda sawa na mapenzi yako. Ndilo ombi letu kwa imani, kwa jina la Yesu Kristo. Amina.